ushuhuda. Ndiyo. Ushuhuda wako ambao wewe ulikufanya uandike kitabu hiki. Kwa wewe nini kilikutokea? Okay, ndiyo. Sawa, mimi kama mimi kuna vitu ambavyo vilinitokea wakati nakuwa, wakati naingia kwenye mahusiano mpaka kwenye ndoa, vitu mbalimbali, na katika jamii hakikwepeki kukutana na vitu ambavyo vinaweza vikakupa msongo wa mawazo ama vikakuumiza. Kwa hiyo katika hizo sehemu zote za maisha, kwenye kukua, kwenye elimu, kwenye ndoa, mahusiano, nilikutana na changamoto nyingi. Na katika kukutana na zile changamoto, kuna namna niliziruhusu zitawale maisha yangu. Zilivyotawala maisha yangu, ndio vikaniletea vitu ambavyo mpaka leo, nafikiri kabla tujaanza kipindi nilikuambia kwamba kuna vitu haswa katika eneo la kiafya bado vinanisumbua, lakini vya miaka mingi sana, lakini vikaja kunipa madhara ya kudumu. Kama wakati mwingine kupoteza kumbukumbu, kuna saa kumbukumbu zinakata kabisa. Kuna saa unasikia kama vishale inapiga kichwani. Kwa sometimes inabidi kuna vidonge ambavyo unakunywa ili kusuppress hiyo hali. Ni vitu ambavyo vilinitokea miaka mingi, lakini niliposhindwa kucontrol nikafika hapo. Lakini baada ya hapo nilipofika hatua ya mimi kuona sasa kumbe binadamu anaweza kapitia changamoto nyingi kwenye maisha, akishindwa kuzicontrol hizi changamoto, kuna madhara yanatokea. Sasa uzuri ni kwamba mimi nilipata watu 2-3 ambao walikuwa wakinifundisha namna ya kukabiliana na changamoto, namna ya kuziishi changamoto, na namna ya kuwa na maisha salama katikati ya changamoto. Kwa hiyo nilipona katika nafsi yangu, nilipona kwenye ufahamu wangu, lakini kwenye eneo la kiafya ikawa bado ni changamoto. Hasa lakini nilipopona hapa kwenye afya ya moyo na akili, nikasema kumbe nahitaji kuwasaidia watu wengine. Kwa sababu nisingesaidiwa inawezekana ningefika pabaya sana. Unajua kuna watu ambao sometimes unaona barabarani wanakota makopo, sio wote wamelogwa. Wengine anapitia, anaanza kwenye msongo wa mawazo, anaenda hatua chache hapo mpaka anafika kwenye depression. Sasa kwenye depression pale kuna active na passive. Mwingine anaweza akawa kama kazombi tu fulani, ama mwingine anachanganyikiwa kabisa. Ikiwa active ndo wale utaona wako Muhimbili, wako Mirembe, wanatibiwa huko. So nikawaza kwamba kama mimi nilipita hapo, kuna watu wangapi ambao wanapita hapo na hawana watu wa kuwasaidia. Basi nikajikuta nimeitisha watu tena kwenye WhatsApp group. Nikamwambia hebu njooni tutulize moyo. Basi waliingia wanawake karibu kama 240 hivi. Kipindi kile ilikuwa hatufiki zaidi ya 250 kwenye group. Basi nikafundisha sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Ilipofika sehemu ya 4 wakasema madam tutolee kitabu. Nikasema kitabu? Tutolee kitabu. Kwa hiyo nikawaza kwamba kumbe inawezekana kutoa kitabu. Kwa hiyo nikaandika kutokana na vile nilikuwa nimeanza, afu nikaona kama kuna namna watu wanapona na kuelewa, na kweli kitabu ndo hiki, na watu wengi waliochukua wametoa ushuhuda kuhusu hivyo. Yes. Kwa hiyo uliandika kitabu baada ya kupona? Nilipopona nikasema kama kuna watu, kama nimepitia hapa, nikapata mtu wa kunisaidia kutoka. Ina maana kama haupati mtu wa kukusaidia, kuna madhara zaidi. Unadhani kwa hayo yalikuwa yanakukuta, unadhani ni nini hasa ambacho kilikuwa kilisababisha? Ni kwamba haukupata mtu wa kuongea naye, ama ulikuwa yani kwa maana ulikuwa unaweka vitu sana ndani, yani ni nini kilikufikisha hapo? Mpaka ukapata madhara ya kiafya. Labda tuseme nijibu tu kwa ujumla kwamba kwa nini tuliza moyo? Kwa nini? Kwa sababu nafikiri hiyo ndo inaweza ikasummarize kwamba ni nini kilisababisha.